I'm back here because I got another one. I got one. Most recent one. Hii watu wajui. Just a few guys know wanajua. So I was called to do Mr. and Miss USIU. Ilikuwa tu like weeks ago, some weeks back, you know? 3 weeks ago. Yeah. By the time we're shooting this video, it was 3 weeks ago. And I'm on stage. I have 2 outfits. I have a co-MC who does a good job. Shout out to Viona. So on stage tushapiga sets za kwanza za pili nini. So we're about to get on stage to do the last part before we announce the winners. So it's a hype set. It's now let's get down. We have Nigerians are the ones next to us. So tunabambika, we're enjoying ourselves nini then kidogo. I remember I was holding my phone, the program on this side and the microphone on this side. And then I told Ace King, the DJ, Nyaje, pull up. Because it was Yope playing. So I was jumping on stage, show guys the moves to Yope. So I told him, pull up. I was like, no, wait. We need to do this dance together. And so there was a staircase to the stage. And then there was the ramp. Yeah. So on this ramp, I'd passed the ramp like twice. But now, guys are here. We have like so many guys here. And so I try step on the ramp to... I'm not stepping on the ramp from the floor. Like I want to jump on it, then get on stage. So when I'm about to take my next step to get on stage, the ramp goes down. And so this leg is on stage, this other leg is. So my phone falls down, I fall down, nini. And then standing up, this whole part's done. Trouser. Ilikuwa suti. Hey guys, they call me Hype Balo, the voice of the party. And I'd like to welcome you to another exciting episode of Crafting Stars. And my guest host is none other than... Aswade! When it's a guest host. You're my guest today. Sawa, take over. Yeah, so welcome to this episode. It's another exciting episode that we have tonight. And I hope you're going to enjoy it. Umeenjoy zile zingine. Na, remember, kama uja subscribe, uja like, please do that now. And turn on post notifications. Hapa chini. Do that now. Yes, because you know why? It's Crafting Stars. It's amazing stories from the people you love, people you see each and every day, and you don't get to interact with them one-on-one. Yeah. So that's why we bring them to you. Karibuni sana to this amazing episode. Yay! Imoto! Bro, una introduce show yangu ni kama ni hapa. Hata sijafanya hivyo man. Bro, hata kama ni MC mtuje mboka man. I don't know, but I'm glad to be here. Yes. Yeah. Let's take it away. Thank you so much for coming man. Asante sana. Hii made sure na wase wengi wamesema tunataka kuona Balo. Kwanza kuna mmoja nakwambia after show alisema una post Balo lini? Nataka kuona Balo. Akona deep voice hivi kidogo. Ni shori. Wanafanya niko. Yana deep voice. Ni boys ama dem? Ni dem bro. Na voice yake ni deep hivi kidogo. Kayako. Ako tuna ka deep voice. Bro wewe hizo stories zako tata. Sule mwenye niko na shoot na ile siku. Lakini alirudia na mtu wake. Hiyo si hapa we. La anyway, sorry. But anyways, thank you so much once again kwa kukam, kwa kila msee ana watch. Thank you so much for tuning in. But Balo, siku hizi napenda uchokozi. What? Tutaanza tu straight up. Let's go. Unadhani voice ya msee ina matter when it comes to MCing? Does it? I don't necessarily think that the voice matters because your voice should be commanding. You need to have a commanding voice if you want to, be an MC. Yeah. Or be someone that works on the mic because ukibonga sana fa kusikia.
That's what matters. So si hata story na voice nini dogo uko na sauti deep nini bado wase lazima wakusikie. So the ability to bring people to attention, the ability to give people instructions, and the ability to tell people what to do na wanafanya, that's all it takes to be an MC. Nice. So and to some extent there's a part of being an MC and being a hype man. Yeah. So inaendagaje hii story? Well, me naitwa Hype Balo. The reason why I call myself Hype Balo is because when I started, I used to only hype inakujanga kwa concerts mostly. Yeah. So MCing, it's just general. Okay. It's being the master of ceremony. Unaweza kuwa corporate gig leo, kesho kuwe do. Even matanga kuna kwa na MCs. Wale watu wenye wanajituaga ati anko kuja utu MCA nini, all of those are MCs. And they're conducting a ceremony or something. Nice. So the difference between a hype man and an MC is we don't necessarily have that in Kenya. Hiyo kudefine kwa sababu utapata MC na hype, utapata hype man na MC, because I can do all gigs. Mi naweza fanya gig yoyote. Unaweza fanya teo matanga? Yeah. Okay. Have you done one before? Hapana. Niliitwa naweza fanya but niliitwa, I don't think at that point nilikuwa in a position to do so. For real? Ukasema kidogo blanda jo. Kidogo ngori, but yeah. So that's the difference. Mi nilianza na concerts and that's why Hype Balo ikakam na stick. Oh, so that's where you got your name from. Mama, where did you get the Hype Balo name from? And the voice of the party to begin with, pia. Voice of the party ilitoka kwa DJ anaitwa DJ Sadiq, the Mixed Genius. Ule wa gospel kitambo. Yes, I used to work under Sadiq, under Genius Entertainment. Nice. And hapo ndo niliget jina Hype Balo. Hapo ndo niliget the voice of the party. Voice of the party. The voice of the party alikuwa US, alikuwa ameenda tour I think 2013, 2014. And no, 2014, around 2014, 2015. Ndo I remember iliingia tu kwa WhatsApp. Yo, niaje the voice of the party. And it stuck till today. Nice. Yeah, Balo obviously. Ganajiita Balo. Mina tu Balotelli. Yako ni gani? Yangu nimeiboro from Balotelli. For real? Yes. Because I used to rock a mohawk. Nilikuwa di blonde. Ulikuwa na Sasa niko na red hair. Yeah. Sasa mimi ni red hair. If you know, you know. So but you used to play football though? Yeah, nilikuwa nacheza ball. Mimi ni mdark. Nilikuwa na mohawk. Ukiniona tu ndo Balotelli. Yeah. Balotelli. Exactly. So hapo ndo Balotelli ilitokea. Though all my life nilikuwa nataka tu kukuwa na nickname. The farthest iliendaga ilikuwa Alano. Alano hiyo lakini ya kitambo. Alano lakini nilikuwa na feel mbona tumie jina yangu. Yeah. Mimi nataka uniite jina ingine. I get. Yeah. Nice. So kuuliza tena as an MC, a well-known MC that is, because wasi wengi sana nakujua in our country. What's one thing about your character that people don't know about? That najua ni kitu si tunakujua huku nje kama that if most people know me as an extrovert. Yes. But I'm an introverted extrovert. Okay, that's I love ambivert. Yeah. I love being in my space. When I'm not on stage na kuaga tu niko mostly indoors, cast chezi ball, kitu ntoa ni ball, piga lap. Yeah. So hiyo ndo yako tu like hiyo ndo character. As in sasa kama we CMC. Character yako tu ni character yangu ni mimi nimetulia nacheza tu ball apart from ni ball tu. By the way ni ball tu, hata tukianga na maboys ni kuwatch ball. Tukienda out tunaendaga kuona ball. Those are zingine tunasemaga tunaenda kusikiza reggae because that's okay. Yeah. Cool. But you'd never find me out alone. Oh, you have your friends nini? I'm always with friends. Labda niko date. Hiyo kibahatika. Date. Date. As in labda umeenda date. Okay, cool. Na ukiniona kwa stage na unione nje. Unaweza kosa kunjua because most of the time nakuwa nimevaa para. So then say wasa kujua sana kujua ndio bado lakini sasa ningekuwa naweza vaa balaclava daily ningekuwa navaa. Bro. Napenda attention lakini si your attention inakam. Unapenda attention gani? Na attention ile acha uji.
But anyways, I wanted to ask you also before we dive deep into so many things. I wanted to ask you about something. What's your take on MCs and families and how people vile wase wanawacheki perspective yao ya MCs na kukuwa family men or whatever? So how do you take it? Hii najua umetoa tu mahali ukaweka jina MC hapo. Okay, so generally as a man, what's your take on as that? As an entertainer. Yes. Entertaining. Exactly, as an entertainer. As an entertainer. Hey. We. Fungua tu roho bro. Pengine umeitaka kusema kuna mtu pengine anaonanga Balo ni mkora. Lakini wacha leo tu niseme msionange mimi ni mkora, mimi niko hivi na hivi. Ninakuaga hivi na hivi. Ama wewe ni mkora? Mimi ni mkora kwa wengine. Nategemea unanijua. But anyway, jokes. Yeah, the entertainment industry in Kenya is usually pictured as a place where these people, because mostly ilikuwa DJs, ilikuwa semanga ukipiara wako DJ ni noma. But I think it's a pressure that comes with it. Just as parenthood, haikujagi na blueprint. Yeah. Kuna wenye wamekuwa hapo before wewe na watakwambia what they did to go through whatever they went through or how to become what they became. Yeah. You get. But basically it's getting into that scene. It's usually hard cause mostly there's a picture that has already been painted that people know, hapo ukiingia usha profiliwa. Yeah, true. Some type of way. Yeah, so it's also hard to get to get someone to settle with, but it's usually hard to even get into a relationship. For real? Is it something you've faced before? Yeah, naweza sema hata I'm currently facing. Okay, because of the notion that is there. If I'm meeting you, most people don't. I am meeting you as Alan. As Alan, yeah. I'm not meeting you as Balo. Yeah. But the moment I meet you, you already have Balo in mind already. Yeah, so that's the problem. Hey, so unataka kusema ni noma? Ni noma sana, ni noma. So inakuwaga wala wasako close to wewe, wanakujua. Unaweza invite you into places that okay, kuna watu wamekuona from a young age, kuna watu wamekujua. So we kuend up na mtu mmoja inakuwaga they know you really well. But don't you think at times pia nyinyi mnapata hiyo attention from so many people that you have to deal with it on your own, that when boys umeenda, maybe you're a man, you're good looking, uko kwa stage bro, it's not rocket science, but stories are gonna come to you. Definitely. What's your Instagram do. Ama what's your number, niko na gig nataka nikuite, but kumbe si hiyo form. Wewe inafanyika aje hiyo stuff ndo sasa ujitoe kwa noma, cause unajua pia wewe jiingiza kwa noma zote. Kujitoa kwa noma na kwa rahisi kwangu. Nimemaster hiyo art. Unasema uko na dem from the word gonna jua. Unasema uko na dem unamwambia niko na stories, hata siwezi danganya na niko na stories. Situpe hiyo trick man. Mostly I've told you I don't go out alone, even when I'm performing. Most of the time I am with either people or my team, or for example last week I was in Kisumu na nilikuwa na the other wasanii. Unaget? So you know someone's character. I think kwa church na in Christianity kuna ile spirit of, you know, inaitwaga spirit of, mbona inanitoka na nilikuwa na nimeongelelea hata juu spirit of, kuna spirit unaokuwa na ni discernment ama discernment. Okay. Yeah, could discern and energies definitely. The moment nimekumit, the moment nimemeet producer, kuna venye tutaconnect. So unaweza discern useme huyu kuna venye yuko na huyu kuna venye yuko. And I think the relationships and friendships zenye umekuwa, you're like from the word go, ujamaa hata saa zingine sijuagi jina yake, but ni good vibes. Ni nani ni so it's the same for the ladies. Unajua huyu intention yake before you hata akusalimie. And has it ever reached a point ilikuwa noma ukiwa job? Mara mob inakuwaga noma. That's why nakwambia nikiwa around town and even when I go out of town. Nimefanyikia kwa hiyo side, hiyo perspective. Someone just forcing themselves to just want to be with you. And you're performing ama after performing? Kuna mwenye hata alikuwa stage na mimi
bro. Sasa zingine lazima security watoe. So it's crazy. It's usually crazy, but just as I told you, once I'm done performing somewhere, I leave. If I don't leave, I am with my guys. If I don't leave, niko na watu wangu. Napiga sherehe kidogo, lakini huyo kuja job. Kuna time alinitoa mbio. Niambia toka hapo sai. Tuende. Nikamwambia tunaenda club nyingine na kutafuta job kwenda. Nikapanda nika DJ. Alikuja kaniangalia hivi. Nikatoka. At least uko na msana kuangalia after, but ni kama ndampea kazi ya manager. Na itabidi cause sasa shida ni familia. Sasa unajua sasa wezi kama manager pia. Kwa nini? Hii si politics. Atakuwa nenda kusema stories zangu kwa mama. Unajua asemagi. Unajua asemagi. Anyway, sasa unajua umeongelea about friends at large nini, the places you've been to, which inafanya nikam kukuliza kitu moja na community. Because you are a man of the people na uko na so many friends and you've made so many friends. Nafa kujita hype Chinua Achebe. we ni mdeadly your design, because I think hata hivyo in a way that's how we became friends, ndo. What's your take on a sober community or a community or the people around you? Unaona ni mabeste zako nafaa kwaje ama inafai kwaje na mabeste? Because wewe ni mse umko na mabeste wengi sana. Unajua kuna time utakuwa kwa noma, kuna time utakuwa uko sawa, but hii community yako iko aje? Mse inafaa kwaje na community? Any man, any woman, any child, any old person you meet, treat them with respect. As I always say, I only owe anything in this life. You have your own life you live, but as long as my motto always is to make someone happy everywhere I go, and sometimes it even affects my work, because kuna tu jama fulani pale kwa event, mbona umejam, mbona umeboeka. Kuna jama tushenda Nax alikuja hapo, tuko hapo kwa stage tunacheza. Sasa nika DJ Limbo kaanza kutuonyesha middle finger hapo. So mi focus yangu ilikuwa hapo. The man akanishoni aje jibambe, achana na kenye huyo jamana. Akanishofanya aje, jua jamata switch sai tu. So mi niko like nataka kujua shida yake ni gani, nataka kujua mbona umejam na tuko sherehe. So kidogo tu tukiendelea na sherehe, at some point alikuwa one of the most, yani alienjoy the most. Alikuwa na dance, alikuwa na energy, vitu hizo. And I was like, bro, alia tukiingia hapo alikuwa umejam, form ni gani? You get? So in life you'd meet people like that, and for me, as I told you, it affects me sometimes, but at the end of the day is, man, mi sijui kwa nini kuja nikukasirikie. Tunafanya the same thing. Yo aswani ambalo na get. Hata I think hati yangu ni ile, hata ukienda behind my back ku get something, unajua the truth always comes out. That's facts. So for me, I'm always like, ujagusa roho yangu, ujagusa maisha yangu inaendelea poa. Ile God amenibariki nao ndo naendelea na. Mimi niko sawa. But you'd find that even with that community, it's just making people happy. Saa zingine kukua tu mtu mzuri, you can't blow your own horn, but people will tell you, so in general, what you're a good person, nini. So kuchorea tu hizi beef mob. So in general, what would you say about a community that someone should have around them? There's a quote that always says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with people. So I do not ask for favors from people. Saa zingine back kidogo, I used to even struggle by myself, and I know if I call, for example, Mamba, tell Mamba, ni aje nataka 5,000 hivi nilipe rent, sijalipa rent. But hiyo time nilikuwa na struggle. So mi saa zingine labda hata nilikuwa na avoid, una get. And ukiokoa hiyo opportunity without even asking those favors nini, ilikuwa ile mi na Mamba si ni maboys, lakini sitaki kufika hiyo extent. Mi nataka kuishi maisha yangu venye naishi, but nilikuja kugundua that the moment una treat tu mse poa na naenda atakumbuka. Yeah. You get.
tenda mema nenda zako. So we tendea kila mtu mema. Saa zingine hata it's not even monetary value ama any value that you're giving them, but sometimes even just your time, even just an opportunity for someone to smile, just being there for them, saa zingine hata unakutana tu na msee kwa baro. Mimi unajua nikistay Ocha, nilienda Ocha nikiwa class 7, so nikistay Ocha kwetu, yani ulikokutana kila msee unamsalimia, kwa mzae kwa mtoi kwa nani ikuwa hata si msee Ocha kwenyu umepata na msee kwa baro lazima umgote. So I think hiyo ndo ilifanya siku hizi hata nikiona tu mtu ameniangalia mara mbili namwambia hata kama sikujui. You get so with that you'd find people sober people coming to your side. You'd create relationships that are long lasting. You'd get friends that you didn't even expect that you would ever be with. So basically that's what happened with me. That's kind of heavy, but we thank God for that. Na pia tumemove mbele and bigger things are happening. But let's go kidogo kwa your early life. So Balo ni nani? Balo amegrow wapi? Balo alifanya nini kabla sasa kwa hii career yake? Balo ni 2011. Kutoka 2010 kurudi nyuma ilikuwa Alan. Ilikuwa Alan. So hii 2010 kurudi nyuma, hu Alan alikuwaje? Alikuwa nani? Mimi nimezaliwa life yake ilikuwaje? Nimezaliwa Kibich. Place inaitwa Mashimoni. Where the great Mashimoni All Stars hata wewe unatambua. Najua funny enough are from nimesomea Mashimoni nursery. Uongo? I swear bro. Walikuwa na green. Sijui kama bado na green sahi. Ama ilikuwa green na white ama si ndio? Ulisomea Mashi si nilikuwa naishi Muungano Calvary. I was born pia huko. But anyway, ni story yako si yangu. So Mashi mimi sifa na Mashimoni bure. No. I swear. Ushakutana na msee basi una feel ni kama mnajua na from Sinajua Okto ameenda chuo yetu. Nilikuwa ukiwa kijana mdogo ama tulipatana tukiwa young? Ni mdogo bro. I'm still young. Kwenda. So born and bred in Kibera, Mashimoni. Alafu school in Olympic Primary School. Before that nilienda Lutheran Nursery School. Jini na ilikuwa Karanja hapo. Kienda Olimo. So grandmother yangu alikuwa Modi Olympic Primary. Amefunza Chumob. Tuko Olympic amefunza Toy, amefunza Jose, amefunza Kaloleni. Alisomesha Jose? Alisomesha Jose? Alikuwa anaitwa Miss Oching. Wala sijui kana naweza kukumbuka. Because pia me have school Jose hadi class 5. So alikuwa Jose, alikuwa Kaloleni, alitoka Kaloleni. Alikuwa Milimani. Alimalizia alitoka Kilimani akaenda Lavington. So Lavington alimadia Lavington Primary. So education was important in our family, and that's why my mom, in as much as nilizaliwa Mashi, nilienda kuishi na shosh ndo niende kusoma Olimo. And in at Olympic I met people who at that time ilikuwa nika international school. Olimo High-rise ilikuwa estate ingine naoma wewe. So watu wao kiletwa na GMC, basi za GMC nini. So unajua watu ni mabombe definitely. So kizungu nini. And that's where my love for everything started. Football. My mom was an Arsenal fan. For real? Yeye alifanya nika support Arsenal. So I think Olympic nikafika class 7 nika transfer. Buda akasema wacha sasa nipeleke mtoto chuo. Basa tupe briefing kidogo ya life yako ya ball because ulikuwa unacheza ball. Na niko sure kuna time moja uliitaka kucheza ball professionally, si ndio? Unajua line 7. Line ndio ulikuwa na nilianzia ball line. Alafu Shake Karanja alikuwa anacheza pia ball nikiwa young. But pia tulikuwa tunacheza reso hapo kwa nyasi. Shake. So I think at a young age kama unajua Bex
Bex na Mwas wa Bex ndo nilikuwa nimeanza kucheza naye tukiwa young. Alafu Mwas tukihamia na Shoesa for Jesus. Tuloka Karanja tukaingia Fort. So tukacheza. So Bex tulianza naye kitambo, but kuingia sasa kwa academy ilikuwa Future ndo nilichezea na 12 nikiwa na Mwas. So nilikuwa napitiaga Mwas mtaa tunaenda dimba. Under coach Keep. Nice. So nikacheza Future. Football ilikuwa on and off because of self esteem yangu. Your time, because growing at a young age at that time, ilikuwa I used to have a low self esteem. Yes. So anything you tell me would affect me. No matter how small it is. No matter how small it is. So and the way at that time coaches wetu wako trained ku handle watoi pia. So football ilikuwa on and off, but under 14 ilikujaga nikacheza sana, I think sad, tukiwa Kibera combined. Yeah, though nilikuwa so ndo wase nimecheza nao tuka Kibera combined. Kibera combined nili advance kweli. I think hiyo ni ile time sasa nimeingia 14 nika jump kutoka 14 to 16 now, and I got back. When I came back hapo kwa Esto kulikuwa na pitch court ya Bake, ilikuwa inaitwa Little Prince, walijenganga Kachua hapo. So interest ya basketball through brother huyu ikakam place Buda alikuwa na stay, Shoshanani alikuwa na stay, Shosheto alikuwa na stay place Buda. For viewers by the tuko na extras, camera, tuko na extras guys. Yes. Yeah, so bro yetu alikuwa na ball ile basketball ya Sprite, sijui kama nakumbuka, yellow and na green. So hapo ndo niliget interest. Sundays ulikuwa nacheza ball hapo Crest the King basketball. So hivyo tu ndo so hivyo Kola alikuwa anafunzaga tu kurusha free throws, kufanya nini simple ni basketball steps. Okay. Alafu sasa nikaingia kwa era ya movies. Basketball movies una watch tu. Basketball movies were the thing at that time. Zand ones. Sidhani kuna basketball movie sikuwahi watch hiyo time. Sijai watch movie ya basketball. Yeah. Jaribu hata sasa uone. Hata moja. Utafall in love na sport. Utafall in love na hiyo sport. Yeah, so coming back sinisha. Mnaniuzia uoga. Nakwambia ukweli. Haya. Wewe angalia watch movies za Bake. Utajionea. So I think that's why I fell in love with basketball at 16. Yeah. But my problem also hiyo time, unajua mimi ni mfupi. Hiyo si mfupi ama hiyo time. At that time nilikuwa mfupi. Watu wa Bake obviously wote ni warefu. So mbaya. What I learned, trick nilikuwa na learn ni kuna venye nilikuwa naangalia rim nikirusha ball lazima iingie. So I perfected my free throws and my 3-pointers. So nikicheza na Kolo 1-on-1, yes ni mrefu. Nilikuwa natokaga tu nje ya D na make na na niko na points. So hapo from 11 21 hizo kucheza hizo games nikafall in love na Bake, kakuja side nyingine. Nikaambiwa kuna mtu anaitwa point guard. So nikaanza ku train basketball, lakini futa iko kwa damu. Hata bado sasa wewe ucheza at times. Yes, futa iko kwa damu. Sasa sisi Martin naamka naenda kucheza basketball, ili nikacheza football. Yeah. Na kwa ball yako ya sasa kuna teams kadhaa unachezea, kindly give us insights. Ama acha kwanza turuke kidogo. Because I really want to know, because unajua kila msee kwa life ke grow up kuna ile time wewe inafika unaanza kusema na feel nataka kufanya hiki kitu. Na feel in 15 years I'd be someone kwa hii space, maybe a star or something, an actor or whatever. Yeah. When did you know you're going to become an MC? I didn't know I was going to be an MC. I knew I was going to be a star. True that. Yes, from a very young age. Like your time entertainment nilikuwa nao kwa fingertips. Because tukienda chuo limo time kuna bars inakupea everything about entertainment kwa senior time in the Kenyan scene at that time, and uko like I'd want this life. My dream when I was young nilikuwa naoga MTV Cribs. So ukiona MTV Cribs unapata
msanii akona msa wa kamera nyuma yake, like documenting his life, unaget? So that's what I used to dream of. I knew I was gonna be a star growing up, and I think I fell in love with music, but mi sasa nilifall in love na mziki ya reggae. Doba. And yeah, so budangu alikuwa na kakasa zingine anasikiza doba. Anko wangu alikuwa na shower, tuna dish, tunaenda tunakaa tunasikia Metro. Like ilikuwa inanifascinate. Metro ilikuwa radio station ama? Metro ilikuwa radio station. Nikakuja kapiga kwa TV station. Ilikuwa walikuwa wanapiga. I think ilikuwa hizo nini za KBC. So ilikuwa napiga reggae mbaya. So Metro anko nakwambia yani kitu ilikuwa inanifascinate ni tukiwa mashi. Tulikuwa na shower. Ukisha shower, imagine nasewa kuna kula veve ya majaba. Tunaoga, tunadish, tunakaa chini kwa bench kusikiza tu doba. So reggae tu ikakaa. So reggae ikakaa ikaingia kwa damu, nikakuwa tu entertainment. So nikifocus on basketball, football, najua tu easy as stand toa, cause unaangalia chances zawe kutoka na bake aslim to none. Chances zawe za kutoka na futa is kuna mse anaifanya better than you at that time. Exactly. Unaget? Yeah. So you're not the first option. So ni nini itakutoa yenye utakuwa sasa, now this is me. Yeah, so I fell in love with the entertainment scene. Sikuwahi jua nataka kukua nini. Nikaanza gana DJing. Kasema nataka kuwa DJ. Tukahamia place inaitwa Yani Estate. Luckily kuna boys fulani alikuwa gana anafunza DJs. Anafunza ma DJ wengi. Alikuwa anatumia machine ama lapi? Alikuwa anatumia Serat. Unajua zile za record sasa. Kuna kitu inaitwa turntable, sasa hiyo ndo alikuwa anatumia. Yenye unachukua unaweka kwanza ngoma. Alafu kuna kitu inaitwa pin. Una seti pin. Lazima utafute key point. Kiasi ni mimi ni myanga ama ni wewe ni mzee? Nyamazi. So hiyo ni one. Sorry. So iko na hii pin. Na hii pin itacheza ifike katikati. Haifai kuna unajua katikati kuna inaenda hivi. Kuna kwa gana kasako. Kashimo Kuna kwa gana shimo. Kwa hiyo shimo kuna circle kubwa kidogo. Lasa kuna hiyo kubwa. Sasa hiyo ya nje. Yes, hiyo plate sasa. Let me tell you. Kwa hivi ni unaona hii circle hiyo hapo iko hapo kwa hiyo shimo. Karibu na hiyo shimo. Hii pin haifai kufika hapo. So hiyo ndo. So hiyo nje ndo ngoma. The pin is super expensive ya nje sana ndo ngoma. So umetafuta cue point. Kuna kitu inaitwa cue point penye muziki inaanzia, cause ukidrop lazima utadrop kwa cue point. Lakini pia kumbuka ukimix, ukisikiza muziki unafaa usikize this one, usikize the other one, na umake sure ipi inajafanya nini, ijafika katikati. Kazi ilikuwa job. Sasa ukaivishia tu ku DJ na hapo. So nika learn na hapo. And I remember at that point Chris alikuwa one of the great DJs kutoka Kibich. Na familia yetu walikuwa wamegrow up na yeye. Uncle zangu walikuwa wamenachua na yeye. So nikasema ndakuwa DJ. Tulikuwa tunaenda jam session before tufike kwa dance. Tulikuwa tunaenda jam session. Na nikienda jam session nishaimuuliza ni aje mimi nataka kuwa DJ. Akaniambia most wise ndo alikuwa mwalimu wa. Okay, sorry to cut you short, but I would want to ask, how's your relationship na yeye, since maybe kuna staff na mentorship? Yeye ni mseme kwa industry sana. So at that point I just reminded him ni aje mimi natoka kwa familia ni nini. Kuna place nilibucha ndafika hapo. So your time ako like so, because I knew and I get this from a lot of guys. Una get? So ni ule mtu tu atajua nishazoea watu. So akantuma kwa Mo ndo alikuwa mwalimu wa Doti Family hiyo time. Roughest DJ school. Kwenda kwa Mo akaniambia ni 15. Na ilikuwa lini bro? Hiyo ni 2010 2011. Hiyo ni pake. So your time mama amepass. Me get. Penye niko ndio niko kwa shosh, but sijaenda hata kule, sijaenda kule. Sijafanya anything. Na get. So nataka kujua venye life yangu itasonga. Na niko na interest in DJing. Kwa sure ukirudi home mwambie akupe 15 wende ku DJ ni DJ school itaweza. And so
nikaendelea tu kula DJ on the side, and from that nikaenda church sitam. At that time ilikuwa inaitwa NPC Woodley. So historia yetu tulikuwa chezaga ball in the evening. So ikicheza ball ile zoezi nini tulipewaga space sitam hapo NPC Woodley. So siku fulani tuko zoezi tunataka kucheza ball, naona macoins na manyunyu wanapita. Kakumbuka from Primo. They were a class behind me. Sorry. Nakwambia sasa hapo tukaklik. Ni aje mnafanya nini hapa? Asi tumetoka Praco. Ya nini? Ya dance. Naweza join? Macoins alikuwa dancer. Ala. Naweza join? Say wallahi bro. Wallahi bro. Hadi manyunyu. What? The Atomic Dance Crew. So your time ndio ikakuwa ni aje naweza join. Sema sawa. So Mose ndo alikuwa mzee kwa group yetu yote. Mose akatuambia ni aje kama auditions. Unajua Rio? Brisibi. Bro Brisibi alikuwa 10 years old your time. Alikuwa anaitwa Isaiah. Isaiah alikuwa na dance. Alikuwa wembe kunishinda. So mimi nimeitwa auditions, unakumbuka bado self esteem nini niko shy vitu kama hizo. Nikaambiwa hebu dance na mtu huyu hapa. Nilifanya. And so uliambiwa dance na kijana. Na kijana ni aje jibambe. Ni senior auditions. Ikakuaje? Hapo niliambiwa you can't move sijui yako nini. Lakini sikukufa moyo. Acha kujifanya nikaoti. Sikukufa moyo. Enje kitu kaiko ndani yako. So nikarudi back to the drawing board. Sasa kutoka kwa movie za basketball nikarudi sasa kwa movie za dance. Stomp the Yard nini unacheki. Kina Def Jam baba vitu zenye alikuwa. You got served. Nilikuwa na rewatch hizo movie ndio nijue hii dance ni nini. Mdogo nikaanza kuiperfect. So sijui tuliendaga wapi. Ikakuwa nikagundua ukifanya move rahisi, nikifanya kama hii inaonekana poa, but nikieka energy unalipua hivi. Nalipua. Saa yangu ilikuwaga energy before skill. That's before sasa master yenye sasa nikihata nimehata ile imeonekana. Ala, sio alikuwa na performing church. Kaingia into ministry. Shosha wangu all along alikuwa tu ni aje. Na pia kwa Bible inasema bring your kids the way of the Lord and they'll never depart from it. So nilikuwa naifanya ndo ni mbambe. Ni make sure I'm a good person. And kupata unajua saa zingine wajekaga tu mahali ujui how life is going to turn out. And so kuingia church tukaanzaga na dance, kutoka dance tukaandaga jam session chini ya maji. Ile unajua church ilikuwa Gangwara alafu mkitoka jam ni masaa 8. Lakini sasa si church, kumbuka ni Mabombe. Tuko na maboys wetu au kazi yao ni hip hop. Lakini sisi Rosmuando tunapiga kwa ile kanisa wewe. Unaona kawaza venye dancers wa Rosmuando wanaruka nini hivyo na ma costume nini tunapiga dance routine nyingine wa kimataifa. So apart from dancing nilikuwa DJ wa crew. So mimi nilikuwa create mixes because nisha perfect virtual DJ your time. Sikaingia dance tu hivyo rahisi. So apart from dance fast forward tuka dance tulikuwa tumeenda tu gig fulani ya Milimani, tukapatana na wasa wako mambo wako huko. Ofisi zao ziko wapi? Adams. Church yetu 3 minutes walk kama 5 minute walk from ofisi zao. So ni aje tuanze kufanya kazi pamoja. In 2011 tukaingia missions na kubamba. So mkiingia mlikuwa mnadu nini hiyo time? Kuna dance. So na sasa hii 2011 juu nakumbuka ulipewa kijana mmoja akakufanya mbaya. Ulikuwa umeivisha craft. Ulikuja kuwaona? Nilikuja. Sasa unajua energy. So jo energy lakini na perfect. Hii side nyingine. So Praco tulikuwa napiga. Kuja nika perfect tu skill ikakuwa ni sawa. Bam. Nice. Tukaingia missions kwa 2011 2012. All the way to 2014 when Sami nilitoka. But 2013 in September ndio sasa tulikuwa missions. Alafu Timeless ameenda kufanya live show. So mimi tuko hapa hatuna hype man. Wakaniambia wewe unaongeaga sana.
chukua mic uende ufanye vitu mnafanyaga. Hiyo ilikuwa Kericho High School I think. So ilikuwa tumetoka tu pamoja meishia. Ilikuwa tunaenda tunaka place 2 weeks. Mission, Missions. Yeah. High school missions. So tukienda place 2 weeks ni machuo zote tuna. So saa zingine 2 schools in a day, 3 schools, sometimes 4 schools. 2 hours shapiga umaliza tumeenda. So hiyo kila region tulikuwa naendaga for like 2 weeks tunarudi. Alafu sasa tukakuwa split. So mimi nikakuwa naenda na Macoins, Manyonyo alikuwa anaenda na Dem alikuwa anaitwa Vania. Dem hata wezi jua alikuwa dance hiyo. Big shout out to them by the way. Big shout out to them, yeah. And so venye tulikuwa split hivyo, so ndio tukasema wakaniambia ni aje si mtu unabonga. Chukua mic pana stage. Buda niliona niko in control. Yenye nikiambia DJ pull up, ana pull. Niambia asa inua mkono, anainua. Sasa si hapo ndo nikafall. Like this was the first time na ilikuwa that good for you. Yes, it was for me. Unajua mi I learn best by looking at what people do. Yeah. Nikiandika ndio ndasoma, but it'll take a lot of time. But from looking and listening, perfect. So even though you learn from Hype Dago, alikuwa kubama, shout out to him. Timeless Gooderman, aliamba hiyo time. So all this time uko tu kiona alafu. So nawaona nabambika, lakini I'm getting something from that. I still don't want to do it. I still don't know I'm going to do it. Naget. So nikaingia stage na nichua maboy. Unajua madem kwanza akikuona ni manduru hata kama ajue nani. Jua ni Alan Ochieng. So takeaways zako zilikuwa gani from that first gig that you did? I got excited and I was like, I want to do this again. So every time we go to a school, tuko na Timeless na Hype Man. Yeah. Mimi nataka kudu. So tukarudi nikamwambia Dago, nilifanya kanibamba. Unaweza nipea pointers gani? Kanitaga show fulani ilikuwa UN on a Tuesday. Wow. So you ulianza na gospel and all nini? Nikaanza gospel MC. So that was September. Deck of 2013 Extreme Awards napata nimenominatiwa. Kwanza ameandika Alan Baro. Sasa ni boys wangu anaitwa Kilosh ananiambia Buda, nominatiwa award. Unajua? Siku anajua. Mimi niko kwa ofe huko kubaba tumetulia. Sina niambia Buda naona kama umenominatiwa. Hadi nili on Facebook. Niliwa DM. Nauliza ni aje? Ni mimi. Change jina ni Alan Baro. So nilikuwa excited man. Then in 2014 nikaona sinajua sikuwa naenda kushinda. But pia tu getting that recognition like unapata tu hasa wametafuta kila mtu akanieka hapo. Na wamenieka na hasa yenye na look up to. Alafu at that particular time gospel ilikuwa psycho. Shiko hivi mbaya. 2014 nikasema hapa penye niko mimi ni fourth option. Yeah. Mimi si second, mimi si third. Mimi fourth. Kasema hapana. Acha nianze kuona. Sijaifanya for long, 6-7 months but acha nione venye naweza toka. So niko na follow Sadik. Mimi na Biko niko na gigs za Sadik. Every last Friday of the month ilikuwa inaitwa Club 316. Why? They're playing dancehall and reggae. Get like adi profile pictures zetu za 2013 huko last Friday. Lazima tupitie New York City, tukule chipo za 30 bob. Tuko na Mbogi tuende Club 316. Ilikuwa tuchwani kuingia. Sasa ilikuwa Charter Hall, City Hall nini. So, piga rave hapo moja noma. Na time Sadika alikuwa anacheza ile gospel dancehall ama dancehall. Gospel dancehall na gospel reggae. Yeah. Anything would play your time. Though the farthest would go ni instrumentals za hizo maridims. Za hizo maridim. Yeah. Sasa shaenda shule, kina Manyu shaenda shule. Umeweka instrumental lasa juu ni nini ya kwenda mbele na kurudi nyuma. Vijana wakaimba forward. See you. Pull up. So 2014 nika through just social media nikaona mbona nisijaribu Sadik. Nikamwambia ni aje ningependa kwa Hype Man kwa kampani yako nini. And at that time MC Kelly who was Sadik's Hype Man alikuwa anajitoa. So mimi nikaingia nikafikiria basi sasa hapa ndo nimefika. Kidogo naambiwa ni aje wewe na Gooderman nyinyi ndo sasa ma MC
bado Gudaman ako kakam sasa hii side. So yeye akakuwa anafanya hype ya dance hizo kuhype. Mimi nilikuwa nafanya surprise and worship. So our first show ilikuwa hata my girls kabambika. 2015 I get nominated for a Groove Award again. Sasa nimebaki na Sadik. So me I'm officially Sadik's hype man. Good alikujaga katok. So officially nimeingia Genius Entertainment, niko Genius na nimefanya 2015 na nominated Groove Awards. Walikuwa na celebrate 10 years. I don't remember if it's 2015 or 2016. They are celebrating 10 years, so kuna category iliyeko hapo ya G10 Talent to Watch. Again, I am excited because I'm doing something that people can see. And I even get recognition for that. I knew I wasn't going to win, but at least just getting the recognition was good for me. Because your time to nominate you on DJs. And then 2016 pia I got nominated. Last year kwa ni MC Hype Man of the Year. So ulikujaje ukatoka sasa ukaingia kwa hii sasa kukwetu sasa? 2020 I used to serve in church bado. Until 2019. Nilikuwa Woodley, nilikuwa fanyaga camps, nilikuwa fanyaga events za sitam karibu zote, kuhype, kwenda camp, hizo Martins Week, nini. So hii change wasa walichukua aje? So 2017 I got into a dark place, and it affected me mentally. Chill, like at this particular time you're still MCing in 2017, then something happens. Samini hype man tu bado. So I can't really remember the events that led to it, but sasa nikaingia into that space in 2017. So nikaanza kubattle nayo. Alafu 2019 ndo 2017 2018 nikatokaga nikaenda place inaitwa Diguna Rongai. So huko ilikuwaga tu place ya camps. It's a German station, Christian station. And huko sasa one of the things I loved doing there was savuko kifanya camps, tukifanya events, nilikuwa na serve wasa wanatoka kwa slums. So wamekuwa sponsored. Ndo ende kwa hii camp was it to get away from whatever was happening? I know tulikuwa introduced kwa hiyo time. No, it wasn't that bad. Ilikuwa tu like ndio na go through it, but unajikia kidogo unangangana tu. So in 2019 nikaomba tu pasi hiyo time nisha elevatiwa church. Ilikuwa the missions head wa youth church ya Sitam Woodley. Then nikaomba tu nafasi, nikasema I need some break. So break nikaenda Rongan, kaenda kurelax. So ndo kapiga huko, ulipiga for long? Wapi? Ronga nilipiga like 2 years. And funny enough, Kapen was one of the students alikuwaga huko. Samuel Kapen? Nikachezea timu ya Diguna hiyo time. Nilichezea Diguna FC hiyo time. Na nikichezea Diguna FC, Kapen alikuwa center back. Na hiyo mbio yote? Alikuwa center back hiyo time. So the other one mwenye sasa I was so proud of was Amos Wanjala. At that particular time you were playing with him? I wasn't playing with him. Ulikuwa unamwatch hiyo? Sasa alikuwa anakuja camp. So akikam camp, walikuwa kutoka different areas. So wanatoka coast, nini. But that's where I first met Amo. So he was still young boy nini. And I love the way Amo anapendaga tu. Yani kukua, naweza learn, anapenda kulearn. So meeting him at that time, huko ndo sana nilikuwa nasaviki hiyo time. Nice. So in 2019 tukaendaga 2020 ndo tulienda 2020 tukaenda Tona. Ilikuwa some areas tu past LD huko ndani. No, si side ya LD kama so tukienda hiyo Tona, ilikuwa sikuwa ichezaga hiyo Tona. So this was my first one. Sema lazima niende nishinde hii. Kwenda tunaambiwa majama tumefika semi, tunaambiwa hii semi simtaicheza kesho asubuhi, jioni inaannouncewa COVID. Kesi ya kwanza ni wapi? Rongai. So hii group ni ya wapi? Rongai. Fungeni kila kitu mnafanya, anzeni trip ya kurudi Nairobi the next morning.
That's in 2020 tukarudi naye sasa ni kila mtu aende home kandaga karudi yani kwa shosh 2020 kandelea 2020 for you 2020 I can't say it affected me much because I think at that time it's the break I needed. Yeah. Alasa zingine unaona gani kama unaongeleshwa na God lakini usikii. So God kuna vitu zenye lazima utaforsiwa kudu. So in 2020 it happened that COVID ilikam. Ili affect ndio but I'm glad that zile connections zenye nilikuwa nimemake and the friendships I've made I had made earlier. At this time nilikuwa nafanya live na Chris Darling. So akioka kija yake tukifanya live nini because prior tulikuwa tumefanya tona yake. So mimi nilikuwa naenda kuserve tona. Alinionaga tu siku fulani tumetoka church tunaenda kwa finali. Kaniambia balo ni aje asikamushike mic. And this came from me in 2017 and 2018. No, 2017 and 2018 tulifanyaga gig State House. Chris alinipata huko alishtuka. Tulikuwa na macoins. Tulifanyaga events za watoi State House. I think we did it for 3 years. Nice. So hapo ndo jina ikaanza alafu tukaenda so hiyo 2020 hiyo time ya COVID nikaanza tu nikamfanyia kazi kwa tona juu pia napenda ball msaidia tu coordinate nini so hapo ndo nikaanza kukutana na ma teams. So before sasa tuingie sasa kwa mali ulikaa mkashikisha hii 2020 na kumkawaza kimix live maybe on YouTube, Facebook. Watu walikuwa na make do kweli na hizo stuff. Yeah. Walai. Yeah. Like good money as in kitu inaweza kusustain. Kitu ya kusustain. Alafu unajua sana ile sadaka nini. And fun enough I wasn't doing it at that time. I was behind the camera. Oh my days. But kuna tulikuwa unapata from it. Obviously but kumbuka bado niko na cautious. So mimi najaribu kupangana. And I think kitu amazing ili happen in time ya COVID nilihama kwangu. Hiyo ndo time nilihama kuishi kwangu. Imagine. For the second time because nishahama nikaenda Mirema nikarudi. So during the darkest times ndo nikapata an opportunity to rise again. Okay. And so the crossover. Yes. Ilikuwa 2021, 2022 hapo. Don't really remember. 2021. Ndio ulitoka sasa kwa exactly remember the ninis the sing to ingine ama. I don't really remember the events or the dates but I remember the events. Tulienda kani kudu. Nina tu kani. Hiyo time sana nilikuwa pia home kukingine. And kwenda kani nikapata kuna gig. Nimekumbuka. So tulikuwa na gym ya Ken Heavy Fitness. So hiyo time tulikuwa na gym na Chris. So tukiwa na gig ya gym kani tulikuwa na gig ya gym ndani ya spin. So hii side ingine nikakutana na boys wangu anaitwa Johnny. Akaniambia huko kwingine kuna event nani Park and Chill. Unaweza dai kukam kucheki. Kaambia so tukiwa kani hatukuulizwa tickets tukiingia. Tukiingia tukapata soko kwa Mandai. Kuna stage big hapo sasa wameshikisha. Niko like nice. Hata najibamba. Looks good. Kabaki. So Mosa ndo alikuwa anafanya sound. So Mosa nimewak now. Hizo times are groove awards and groove parties and everything else. Nikiwa bado gospel. Alas, nimepata msee mmoja hapo. Kaambia Johnny, naweza pande stage aje? Like hiyo saa hiyo siku hiyo. Johnny akaniambia ni aje? Come. Udem anaitwa Swanso, yeye ndo mwenye gig. Sasa yako alikuwa mwenye gig. Kaenda stage. Mimi sasa nimepambana na ngoja tu kupewa microphone. Hata uko kwa hiyo form. Sasa hata nishaambiwa usikue vulgar, nishapewa rules and regulations of this area. Si hakuna kitu nafanya. Nikaenda. So kwenda nikapewa mic. Finally nikafanya set. Guess nani sasa alikuwa DJ hiyo time? Pierre Makena. Kumbe Pierre Makena ndo mwenye gig. Chill. Hii yote ilikuwa premeditated before you went. Boss, unajua tulikuwa na nani? Tulikuwa na Kago, Kamudu,
Kevin so Kimani. ulikuwa tu hiyo So tumeenda area hata cheche tulikuwa naye tumeenda tu ulikuwa tu tulikuwa area event ile ingine imeisha mkapita hivi tukakata keki tukavuka hii side ingine sikuna bump shakula keki unatulia Dola Kabari na perform huko huko kuna rege nini gat katika hii side so hii side si tukaanza tu sherehe mimi sasa nikamwambia John mimi nataka kupanda stage time pia alikuwa nakam si nikafanya set naye kidogo Allah pira kwa na MC hiyo siku hakuwa na MC wake yani at that time hakuwa na MC DJ ndo alikuwa MC wewe unasonga tu na ngoma DJ wake ndo alikuwa MC wake but sasa hiyo time alipata kando na MC nikama MC ya kidogo then DJ akachukua mic simi nikaenda home sinimejibamba mfanya kutoka hapo na cheche tukaenda tukarudi gym na hiyo group yote tuko like wako like ulifanya kazi mzuri kwa poa imekuwa fiti ni aje tukutafutie hiyo gig so kenda linishow the next week ni nani alipass I think kuna family member alipass sasa mimi nikaenda wacha matanga I think ni babu yangu alipass nikaenda wacha matanga kwenda wacha matanga napigiwa na DJ Euphoric ni yule anakoga kwa wheelchair akaniambia buda unatafutwa huko kama nikocha bana travel narudi form ni gani atu walikuwa nakuulizia kwa hii gigi ya Park and Chill tena sasa second edition kamwambia sawa next ni when sini next weekend hiyo edition na kama ilikuwa na ndakuwa mwambie ndakam that's the official crossover happen really happen wow nice so ngakwa resident Park and Chill MC then how did you come to learn gigs sasa afterwards like say bado una come you are an upcoming MC you still have a way to go obviously people see what you do na wanajua kama ni poa ama ni mbaya so msata industry itakujua regardless unaget so nikai perfect tukaifanya for a while and then nikitoka nikaanza kufanya kazi na Bash that was in 2022 so in 2022 nikafanya kazi na Bash my first gig na Bash ilikuwa Kasavera ilikujaga ika trend juu tulikuwa Bash ile ilikuwa nataka do yangu ilikuwa kutoka hiyo the lines and at that time TikTok haikuwa kama sahi ilikuwa but haikuwa imeshika ilikuwa ya kudance sasa ni mtu alichukua video alitoa kwa nini akeka TikTok sasa ni kesi kado yangu peni pesa yangu balo ameenda kunini balo so bani ukweli alikuwa na doenyu ya Bash definitely si Bash alikuwa mdosi wangu mdosi yes sasa ndio alikuwa na doeto wako wamelipa obviously ndio akilipwa pia utalipwa so walikuwa na doenyu ukweli ni communication ilikuwa miscommunication cause mwenye alibook si mwenye analipa na mwenye alibook alipromise atalipa this day na kulipa inalipagwa hata sasa nikienda job silipagwi apart from some places silipagwi immediately get so kafanya na Bash unfortunately akatoka kwa scene kidogo mimi nikaenda Kisumu Kisumu kwenda nikaka Kisumu for 6 months nikarudi Nairobi through DJ Tibbs and Tibbs nikifanya kazi naye akaenda holiday akaniambia ni aje mtu akikupea yeye anaenda Ramadhan holiday akaniambia mtu akikupea nini akikupea opportunity ama akikupea dates wewe chukua so mimi nikachukua so unajua nilichukua kwa nani kweli and the rest is history because yeye alinipea dates kama za 2 months also zilikuwa mob so yeye pia alikuwa na MC hiyo time so akiona huyo MC tulikuwa tunaenda tufanye pamoja so hiyo kufanya pamoja the man akajitoa mimi nikabaki so officially nikakuwa MC wake up until so I think so unaweza sema uligain popularity yako sana wapi na base gani imekuwa gradual as in ile unajua kuna wakati na ile peak like this time ilifika then this is where nilitoka to like people came to know who Habalo is kwa base biggie Park and Chill your time Park and Chill so it has been good na ikasonga mbele na sasa ikakuwa ikigrow but sasa let me ask you how do you perfect your craft or rather how do you make your craft unique design
nikienda kusikia MC mwingine mahali sitaanza kufikiria balo naye nikaa tu MC fulani namsikiaga mtaani. So hiyo craft yako umeiperfect aje? So I don't usually borrow from our MCs. Because just as you said, msata feel only just another. The other thing, currently we are forced to MC some type of way. Currently. Cause usipofanya hivi ubambi. So lazima uongeze hizi small ninis kwa ndo ukuwe in tune na whatever people want. So ni vitu tu mwenyewe unafanya peke yako, unajua inafaa hivi na hivi. But obviously naturally unafaa ukue equipped, unajua I'm playing with this DJ this time, sijaicheza naye, how does he or she play? Yeah. Are we going to connect? So saa zingine hao ndo wenye wanakupea job na watakutoa job, cause haitakuwa ni nani alibo, wale watu walibo. So and when it comes to perfecting now, yes, perfecting it is I listen to music, you get. So nimerusha moja tu hapa for sanity, but I love puns and I'm creative in my own way. So that creativity naichukua naiweka kwa mziki. Give me a song that unapenda yote. Sing a part of a song that unapenda. Ni msewa Mbosso walai. Ni sawa? Kuna ile ngoma ya kama kupenda ndo waga hivi. Jamaa ananipeleka bongo nini. But anyway, so if I listen to Mbosso's song at first, let's say for example Burna Boy, Harmonize and Diamond, hiyo ni ngoma kila mtu anajua. Yeah. Tudum they call me. Sijui walai bro. Nani msa bongo? Ati sija kugeta book. Inatoka Kainama. Bro, I don't know what that is. Oh, they call me Burna. Okay, he's a bro. So ni KMC being creative. Walai, na kuaga guys, ni juu sisi kitang but pole. It's okay. So ni kukua creative naweza kuwa na bamba watu ndio, lakini pia ni mimi, si ndio? So tudum they call me Balo. Get it? Bro, kuna moja million bamba. Gani hiyo? Ndaitumia kama poster kwa. Kuna siku nimeingia Instagram, naona post picha imeandikwa ndakuingiza ndani ya box kama Balo. So hiyo ni hiyo ni deadly. So ngoma ikiendelea kuimba, kuna creative my creative side ni kutoa some places, some words na replace na other words. I get. That's so creative. So for example, ngoma bien nemboga dance tulikamata hadi usiku wa manane, vitu kama hizo. So ulikamata dance, alafu nasema na ukirudi kwa nyumba je kesi una get. So vitu kama hizo. So nikisikia ngoma the first second time niko like this, because I sing it my own way. Nice. I used to love what Kajero used to do and Paddy. So nikizisikia I'm like okay, sawa. Hapa naweza kai. So hiyo ngoma iko inafikaga verse 2 ya Nyashinsky. But nikitaka kuflex because it's DJ and MC. Nowadays it's a combination. We're working together. Yeah. So ndo tubambe watu wote, si wote scratch, si wote blend muziki. Yeah. So kwa hizi words pia acha nicheze na words, ndio. So hapo ndo nikaingiza gayo, nikuingiza ndani ya box kama Balo. Sasa hata niliona nile ngoma ya Chris Kaiga. Si hiyo? Iseti hapo. Niko hand. Alafu kama uko Jubat. Yeah. Sijui kama naweza kuchokoza ama nisikuchokoze. Can I mention names ama nisimention? Nataka kumention. Lakini hata nisimention. Nilikuwa nataka kumention. I wanted to mention other MCs but I don't want to do that. Sasa kunichokoza aje kwa kumention other MCs? Juu ni watu mko kwa space moja, ni kitu nataka kuuliza but uliza. Cha tuulize ni kama ball. Kuna Messi, Ronaldo nini. So there is Balo. Umeileta the perfect way na naijibu hivyo. Hata usiende. Ngoja niulize swali. Mbona unataka kaanda kusema kitu kingine? There is Balo. There is MC mwingine wa Ronga. Kuna MC mwingine wa Gedo. Unajua tunasema. Hao ni MCs wapoa. Sawa. Kuna mwingine ni wa pale side za Loft. Mwingine ni wa Islando.
do you ever feel the pressure as an MC, like there's another MC out there that's doing an awesome job, kitu wonderful, na unasema umseni mdeadly and people love him or her? Does it ever get to you, your pressure? It gets to me when people talk about it. It doesn't get to me when now I see it, because I appreciate what they do. So keki ni big clubs, unajua in Nairobi only we have 6,000 clubs registered. What? 6,000. So if I'm a club MC, tuko wangapi? Tunafika hata so tatu. Sidhani. Get. So today he'll be here, tomorrow I'll be there. Today I'm here, he's there, or she's there, because I also want to appreciate all the female MCs and hype ladies who are coming up, who do an amazing job also. It's just being you. Unaget? Tukisema kwa ball bado, endelea tu kutrain, endelea kuperfect skill yako, time yako itafika. So time yako itafika saa ngapi? Because for me, I feel like nime accomplish so much in life that iyo public inakuwa nika pressure. But sasa balo unaniforce nikue balo una escape swali yangu, unatoroka. Sinisha kujibu, si ndio hiyo pressure? Nimekwambia the pressure only comes when now I'm doing whatever I'm doing, but you want me to be someone else. Do you know the reason as to why I'm asking you this is because you are not a normal MC. Wewe si MC tu tunaweza enda hapa nje tumuite na kuja afanye kazi. Hata mimi naweza MC, but wewe ni MC kwa job, uko pale. Wasi wanakujua. Na kuna wengine mko nao tu hapa, unaona? So usikie msi leo anaongelea, Aswani anaongelelea MC Mamba. Na pia Mamba ameshikisha, mko mnaye mahali. Hiyo pressure ikufikiagi? Ama tu unaingia TikTok unapata video za Mamba zinatembea. Na imagine nasikia tu Mamba anasema, na unajua kenye mimi udu. Naingia na like. So lakini wewe kutoka hapo utadu nini? It's because nataka kujibu. Naijibu lakini sioni ni kama unaniget. Ujibu unaniepa. Let me tell you. Si happy cause ingekuwa ni Ballon d'Or iko. Like tunangangania kitu. Pressure ingeget kwangu. Okay, makes sense. But because there's nothing ngangania. Kwa crowd, I have my own crowd. Siwezi bamba crowd yako aso. Ni kweli. Unaget? Wewe utabamba crowd yako venye unabamba. Hata kwa daily aje ukikama utaona wewe ni. Kwani inakuagaje? Kwani sio umecheza balls unajua hizi vitu venye zidu. Yeah. Wewe hata dribble kila pahali upige pass, ubaki na keeper. Mafans wata. Tulikuwa naenda trials, tumepigwa call up ya team. But kuna mtu tu huko atatoka na bag, tunaitaga mamradi siku hizi. Atoke tu na bag huko akuje na apelekwe aingie kwa team. Na imagine wengine wao baada hadi sasa hiyo wako ma KPL teams na kila nini. Umeget? Because there's a greater goal. You want to play for the national team. Yeah. You want to. So what I'm trying to tell you is mimi na perfect side yangu. Okay. Yeye ame perfect side yake. Mimi nikianza sasa tena nimeingia Instagram. Unaanza sasa kurecord na postia tu kila kitu nasema like okay. Sawa. Mtu mwenye amekutambua hata nimpostie nini, hata nimpostie nudes. But as in like. And do you feel like there are overrated MCs out there? Obviously. Everywhere kuna mtu overrated. Kuna mtu tu ni namba za kona overrated. Jokes. Staki kuribi. Even ndo nani alijijinx mahali. Beshte yangu Samir. Alituambia rice is overrated. Uzuri we have it on camera. It's there. Alisema rice is overrated nini. Free kick ya kwanza. Ameguess. Ya pili. Unaweza guess mara mbili. Alafu ya tatu akasema kutakuwa na comeback bana. Remontada. Kume remontada ni Manchester United inaenda kufanyia. But anyway, so if there's something you're working on getting to, because kama Cristiano na Messi kuna Ballon d'Or. Na get kuna other accolades zenye wasana win kwa football. Ndio feeling kama umeaccomplish.
sai tunaweza sema debate iliisha though watu wa Cristiano watu wa Ronaldo hawataikubali debate iliisha juu tunasemaga World Cup antole World Cup the same way mimi na wewe tukidebate utaniambia nilete Champions League. True. Ndatoa Champions League wapi? But sasa nikienda kushinda Champions League it's over, you are somewhere there. Exactly. Yeah. So nakwambia niko na Champions League na niko na golden trophy. So unasemaje? Unaget? Because I can debate with my golden trophy but no. Hapana, hiyo ni ya England, later Champions League. Umeelewa? Yeah. So they accomplish their own side, I accomplish my own side. I love getting things on merit kwa sababu ukipata on merit ikikutoka unajua tu imeenda, but ukipata kitu na njia kombo nini venye imekaa ndo itaenda hivyo ndo ukua. Now I get it. So that's how you'd find that mostly people would tell you keep on doing gigs, fanya gigs kutoka Monday mpaka Sunday. Inataka kubamba watu tachosha watu tendani kucheza watu, you get. So I want people to experience me, unaelewa? Na hata nikiona DJs wagani, as long as the DJ is comfortable, I'm comfortable. Sisemi sijames, kuna places hadi nimemes hadi na feel ni kama DJ hata icheza na mimi tena, but the moment I get an opportunity to work with them again, I now show them my side. Okay. So do you feel like you've reached, ama you still have room to reach the highest point of your career? It keeps happening, bruh. Every single time it happen. Last weekend we were about to do one of the first ever halftime show to be ever done in Kenya. Last week. Ni venye mvua ilinyesha saa finali bana. So I wasn't able to do it. But imagine being called to do that already, ilikuwa ikuwe kitu moja amazing. You know, get. So with every coming day something major happens. Umekuwa ukiangalia msee, umekuwa ukiwatch msee from a young age, unashare stage na uko like, is this truly me? Am I living a dream? And is there anything that you're ever thankful for ukiangalia nyuma mali umetoka in your career and where you are today? First of all, I'm thankful for life. Hiyo ni no-brainer. Secondly, I'm thankful to God bana kwa hii place nimefika. Kuna msa anaweza iona aseme hakuna penye umefika, but for me place nimefika yani saa zingine hata nafikiria gani kama ni surreal hiyo design huo ni kama ni ka dream. Alafu I'm thankful for everyone I work with, I've ever worked with, and who like had a hand in me getting to where I'm at today. It's because you get many people to push you to get to your best. I thank God for yani wala wase wenye nimekosana nao ndo nijue huyu akukua, unaelewa? So you're thankful for the good things, you're also thankful for some of the things that happened that, you know, shook your life. And what drives you to do whatever you're doing every day? La mi nikitoka hapa mama amebambika amecheka, naendaga home nikisema sijuka ushai hang out na sisi, so unacheka nakuaga like nakuaga like umesikia hiyo uko like saa zingine unaendaga mahali. Nilikuwa na hype Kisumu last weekend, yani najibamba hadi narudi kwa DJ na msalimia tunamwambia ni aje muda nayo tuko juu baba. So sijui kama mna get hiyo feeling yenye tuna feel like that's when I feel accomplished, as long as yani nimejibamba sana on stage. I'm not saying it's all the time because sometimes NIS ugongo ukuta na napanda mlima, but just getting on stage niko like ni mimi nimefanya hiyo. Ushaipiga pass uko like yani mimi nimepiga nimeona kwa TV. Kuna pass Odegaard alipigaga assist fulani, sijui alikuwa mpigia Merino manani, alislapigi ball hivi ikaenda ikizunguka hivi kaenda mbele yake. Kwa like umeona hiyo. So hizo ndo vitu zenye mimi udo. So that's when I feel like me as long as everyone is happy around me. Ni hivyo. I have done my part. That's so nice because uiangalia na perspective ya do sana, but inamaanisha unataka kuweka tu joy kwa hearts za wase. Najua ni do iko. Eri nicheke kwenye boda.
than kulia kwa renji. So but renji kikam pia tunashukuru. Nasema lakini bora usilie ndani. Bora tu nisilie nikifika kwe. Tukienda tuko na like 10 minutes right ya kurap. Tutakuwa brief. This will be the longest episode. Ama nadanganya? Yeah, it will definitely. Hata ishapita but story lazima tuchukue. So I gotta ask you 2 or 3 things. Number 1, how's the economic side of being an MC? Your financial side, economic, whichever you wanna put it. A while back it wasn't a well-paying job. Currently it is. It pays more than some of the things that people take 6 to 7 years to go to school and learn. So I can say package yourself well. Be the best you can be in what you do. Yeah. So what advice? As in ina make sense that sahi ina make sense do yani ina make sense na ina make sense tucheza na malaini ati ina make sense ina make sense na ina make sense DJing entertainment sahi hata kwa influencer so wewe unakoga influencer na una make do. Mimi ni influencer au kwangi ni venye nilikuwa na kwa TV unajua siku hizi nikiona best yangu kwa TV ama nadhani ni Wakenya kitu inafaa aache ati mkiona mtu kwa TV mnaona kwa na ganji. Uko na ganji. Ulipewa ganji ukaenda nayo sijui happy. Ulianza kwa kichwa ngumu. Guys go watch 4Play on Showmax. That's a lie man. Anyways so juu umesema hivyo, what advice would you give to someone who wants to be an MC ama hype man akuje kwa career yako? What would you tell them? What drives you? Do you want to be a hype man because Balo wants to be hype man? If that's it, then stop it. Do you want to be a hype man because you want to be a hype man? Yes. What are you willing to do to get to? Because kuna disappointments pia. It won't pay the first day. Nalewa. Secondly, you need to be very, very creative. Nalewa. That you're not... Sometimes you're not even coping, but you can get to a point that unaweza ukiachiwa hii, because it's an opportunity you're given and it's a platform you've been given. So how can you make it worthwhile? Ni nini ukiona msee akidu unasema ni asu? Ni nini ukidu msee ukidu msee anasema ule ni Balo? Una get? So be as creative as you can. Push yourself every day, train, try and perfect your craft, and slow by slow, day by day, take it a day at a time. Because kurais mara moja utashuka mara moja. Take time. Take your time. Yep. And before we finish, nilikuwa nikushike tu bado, so lazima nikupigie tu vitu aziko. What's the most bizarre thing imekufanyikia ukiwa kwa club? I'm happy I'm back here because I got another one. Most recent one. Hii watu wajui. Just a few guys ndo wanajua. So I was called to do Mr. and Miss USIU. Ilikuwa tu like weeks back, sindo? 3 weeks ago. Yeah. By the time we're shooting this video, it was 3 weeks ago. And I'm on stage. I have 2 outfits. I have a co-MC who does a good job. Shout out to Viona. So on stage tushapiga sets za kwanza, za pili, nini. So we're about to get on stage to do the last part before we announce the winners. So it's a hype set. It's now let's get down. We have Nigerians are the ones next to us. So tunabambika, we're enjoying ourselves, nini. Then kidogo. I remember I was holding my phone, the program on this side and the microphone on this side. And then I told Ace King, the DJ, Nyaje, pull up. Because it was Yope playing. So I was jumping on stage, show guys the moves to Yope. So I told him, pull up. I was like, no, wait. We need to do this dance together. And so there was
a staircase to the stage, and then there was the ramp. Yeah. So on this ramp, I had passed the ramp like twice. But now, guys are here. We have like so many guys here. And so I try step on the ramp to... I'm not stepping on the ramp from the floor. Like I want to jump on it, then get on stage. So when I'm about to take my next step to get on stage, the ramp goes down. And so this leg is on stage, this other leg is... So my phone falls down, I fall down, nini. And then standing up, this whole part's done. Trouser. Ilikuwa suti. Ilikuwa mbaya that... something bad. that was not supposed to be seen, anyway. So, luckily, the Nigerians were there and they had their... lakini wewe upatikana. So Zika ile video yako. They're like, we're sorry. I covered myself with the flag. And I was like, guys, I'm done. Hakuna video stuff? Thank God hakuna. So mimi nikasema niaje, I am done. So I went back, changed to my cargo pants, nini. Nikarudi stage. Kurudi, so they were like, you need to get back on stage to announce the winners. The MC is like, Bayo, where have you gone to? Where were you? And I whispered to her and told her, I had an emergency, nini, I've fallen down. Yep. Ni noma. Na the best moment umeikuwa nayo ama moments kwa stage. The best moment umeikuwa nayo. This year is sharing a stage with Chris Martin, or even just talking to him, because I remember when he sang Mama, it affected me direct, or it was like Ali me direct. I used to sing that to remember my mom. Yeah. And just I'm like, this is Chris Martin, man. Niko like, Jenzo ajua Chris Martin ni nani kweli? Also, not this year, but last year, Mr. Glenn Washington. I also have that picture. Nikimshika mkono. Glenn Washington was my mom's favorite artist. Wow. So kushika tu mkono wa Glenn. Najua tu ilikuwa like, this sort of a blessing. This would make my mom proud. Sharing a stage or making the president of Kenya dance, not the current one, the previous one. Yeah. And just walking next to him, no feeling kama. Nasikia. emceeing for DJ Neptune from Nigeria, who's also a producer. Ni mob, bro. Nice. But hizo ndo zile ziko hapo. Sisemi hizo ndo ziko hapo because kuna a lot more than hizo ndo nakumbuka zile moja. Zile zenye nakumbuka. So lastly, before we wrap, umeongelea kitu moja that is so serious in our community right now. It's self-esteem na mental health. How do you keep your mental health in check as an MC, as a person who's seen like nearly every day hapa nje? Na you have to be okay, lazima ukue tu muonyesha ase uko sawa. How do you do that? I call it therapy, so I play football anytime, any chance I get. That's one. Two, have just people who you can call in the middle of the night. Have people who can tell you, you know what, Asu, this one, I can see you're not okay. I know you're not okay. Yeah. Have people around you who are able to call you out. Hapo umefanya mbaya, hapo umefanya poa. And just, in as much as they cannot control your life, but by just having a community around you, it'll change a lot in everything that you do. Nice. Mm-hmm. So, and just try and do something. Don't be in enclosed areas alone. Don't be a loner. Usikue as in uko tu peke yako all the time. Get activities you can do. Get a community. Sometimes I call these people and I'm like, tuchezeni Kahoot leo. Ama tucheze hii game leo. Ukitoka hapo, you don't know what someone was going through. Your headspace iko clear, more clear. As you clear your head, you're clearing someone's head. You're giving someone else a chance to live another day. So basically, try and be as happy as you can any chance you get. That's all. Nice.
thank you so much for coming. Asante kwa kukuja tena na kugrace episode yetu. Nataka unajua ndio itakuwa the longest, I'm pretty sure. Tafadhali if you gotten to this point, thank you so much. Part B. Please. Part B. Please. No. Part B tutakuwa. You are bambe you atake kusikia part B tutakuwa dina viti za Kandi. Kandi utakuwa hapa. Itabidi na watu wengine. So wewe ndio ulianzisha show kindly. Nilikuwa nimalize ngoja tu umalize uniambie asante nini. Thank you for hosting me. Thank you so much for coming to this episode. I had fun with you. Your Thank story you is so so much. touching. I wish I had gloves. What? Peace guys. Thank you for watching. Tutaonana.